Ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba Mwenyezi Mungu amekulinda. Naam. Na tunakukaribisha tena kwenye channel hii ya Balozi wa Kristo ili tuweze kwa mara nyingine. Hapo asubuhi tulizungumzia mambo na msamaha. Naam. Lakini mchana huu tunaomba kuzungumzia mambo na sala. Angaa kwa kifupi, lakini watu wanafanya sala ama maombi kwa namna gani? Na watu wengi wana maswali kwamba wanaomba lakini hawajibiwi. Lakini mojawapo ya tips ambayo kwa nini haujibiwi ni kubeba watu kwenye moyo wako, kwa maana hiyo kukosa kuwasamehe watu dhambi zao. Naam. Because you cannot ask anything from God if you are not ready to forgive other people. Yes. Kwa maana hiyo kwa sababu ndugu atakuja kuondoka, na nimesema mchana huu aseme kidogo pia na wewe Kuhusu maombezi. mtazamaji wangu kuhusu maombezi na maombi. Karibu sana ndugu. Asante sana. Leo tunazungumzia mada fupi kuhusu maombi na maombezi. Utaniruhusu ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu tuzungumzie leo kwa kina habari za maombezi. Maana maandiko matakatifu yanasema hivi kwamba nimewapa uwezo, chochote mtakachofunga duniani kitakuwa kimefungwa mbinguni. Naam. Na chochote mtakacho kifungua duniani kitakuwa kimefunguliwa mbinguni. Yesu katika hali hii alikuwa anazungumza na mitume wake, kikundi cha watu, si mtu binafsi. Kwa hivyo anazungumzia watu ambao wamekubaliana. Mathayo mlango wa 18 mstari wa 18 ndio inasema mambo haya, na mstari wa 19 hasa inasema kwamba wawili wenu wakikubaliana kwa jambo lolote watakaloliomba, Baba yangu wa mbinguni atawatendea. Amen. Ili atukuzwe ndani ya Mwana. Tunajifunza nini katika maandiko haya ndugu msikilizaji? Kuna nguvu zaidi katika sala au maombi ya pamoja, maombi ya kukubaliana kwa nia fulani ambalo mnaombea. Kwa mfano, mimi binafsi nikijiombea, si kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kunisikiliza, lakini kimshirikisha ndugu, tunaunganisha imani yetu. Na hivyo basi maombi yetu yanapata kuwa na nguvu zaidi, maana kuna kukubaliana. Kuna muungano katika sala hiyo. Kumbuka katika Utatu Mtakatifu kuna ushirika. Nasi tunaitwa kuwa na ushirika, kushirikishana nia zetu tunazozitoa mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa nini nasema maneno haya? Ninaomba ndugu utangaze mstari wa 20. Tayari nishapeana chapter 18, verse 18 na 19. Naomba uweze kutangaza mstari wa 20 ili tuweze kuingiza msikilizaji ndani ya gari hili ili aweze kuelewa maana na nguvu iliyopo katika sala za pamoja. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo kati yao. Amina. Huyo ni Kristo mwenyewe anasema haya. Baada ya kupeana uwezo kwa kikundi cha watu, baada ya kusema kuhusu kukubaliana kwa sala, mwenyewe anasema palipo na watu wawili au watatu wanaokutana kwa jina langu, mimi niko. Kristo hasemi kwamba nitakuja kati yao. Hasemi hivyo. Anasema kwamba nipo. Ili mradi tu nia yenu ya kujumuika pamoja ni kuhusu huyo Kristo mwenyewe. Anajialika, anakuja, yeye hupenda basi kuwa katika ushirika. Ndio sababu tuna makanisa. Watu wengine wanasema kwamba sihitaji mtu wa kuniombea, si lazima niweze kushiriki wengine katika ushirika. Au makanisa mengine anatumia neno jumuiya. Wengine wanasema hakuna maana kabisa. Lakini elewa jambo hili. Kristo amesema palipo na wawili au watatu wanaokutana kwa jina langu, niko katikati yao. Naam. Hivyo basi ina maana kwamba watu wanafaa kushirikiana. Naam. Ibada za kweli ni za ushirika. Zina nguvu zaidi kwa sababu kuna muungano wa imani. Naam. Ningependa kuweza kutoa mfano wa maombi ya pamoja yaliyofanyika na yakawa na nguvu kweli, ambayo iliweza kumtoa hata mtu gerezani. Tutaangalia mfano huu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 12. Naam.
Ninaomba ndugu uweze kututangazia maandiko haya ili tuweze kumsaidia mtazamaji wetu kuelewa Matendo ya Mitume jinsi mlango wa ambavyo 12. Yes. Naomba utangaze kuanzia mstari wake wa kwanza. Tutasoma mpaka mstari wa 12, lakini polepole ili mtazamaji wetu aweze kuelewa kwa nini ni muhimu zaidi kufanya maombi ya pamoja na jinsi ambavyo inaweza kufungua watu kutoka katika magereza mbalimbali. Panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Naam. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyo chachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Naomba uachie hapo kwanza ndugu yangu. Naam. Tunazungumzia kiongozi wa kanisa. Naam. Kumbuka katika chapter 16 of Matthew, Kristo Yesu mwenyewe alimkabidhi Yesu funguo za mamlaka. Naam. Akampa uwezo wa kusamehe, Ndiyo. kufungua na kufunga. Naam. Akasema juu yako nitalijenga kanisa langu ambalo malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Naam. Lakini zamu imefika ambapo Herode ameinuka dhidi ya watumishi wa Mungu, dhidi ya wafuasi wa Kristo. Maandiko yanasema hivi, aliua baadhi ya Wakristo, akamuua na mtume Yakobo nduguye nani? Yohane. Ndiyo. Na akaona kwamba imependeza umati, akaendelea kumkamata hata Petro aliyekuwa kiongozi wa mitume. Naam. Ndivyo inavyofanyika hata katika maisha yetu. Jinsi ambavyo Petro aliwekwa gerezani, ndivyo hata mwovu shetani anavyong'ang'ana sana kutuingiza katika magereza mbalimbali. Magereza ya magonjwa, magereza ya njaa, magereza ya ukosefu wa kazi, ukosefu wa amani katika ndoa. Mateso mbalimbali tunayopitia ni mifano ya magereza ambayo tumeingizwa ndani. Wakati ambapo umekamatwa uko peke yako. Petro alipokamatwa hakuingia kule gerezani na mtume mwingine, alikuwa peke yake. Lakini ukweli ni kwamba alihitaji watu wa kusimama naye. Zamu inafika ambapo unahitaji watu wasimame na wewe ndugu yangu. Naam. That's why we are talking about the importance of communal prayers. Communal in prayers. Very important. Yes. Kwa sababu wakati mimi niko katika gereza fulani au ninapitia changamoto fulani, inawezekana kwamba imani inaweza kushuka kwa kiwango fulani. Inawezekana kwamba nisiwe katika hali hata ya kusali. Inawezekana nisiwe na Biblia yangu au vyombo vingine vya ibada katika gereza langu lile ambalo nimeingizwa ndani. Ninahitaji watu wa kusimama nami. Ninaomba ndugu uende moja kwa moja mstari wa 5, jambo ambalo kanisa lilifanya. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili. Hapo tu niweze kueleza msikilizaji wetu jambo. Naam. Petro aliwekwa gerezani usiku wa manane. Vikosi 4 vya askari 4 vilipangwa. Walikuwa wanalinda kwa zamu. Askari 4 kwa zamu moja, askari 4 kwa zamu ya pili, ya 3 na ya 4, ili asubuhi iweze kufika. Naam. Maandiko matakatifu yanasema usiku ule Herode alikuwa ameazimia kumtoa Petro nje ili aweze kuuawa. Lakini kanisa, maandiko yanasema kwamba liliweza kumwombea Petro kwa bidii. Naam. Hii version nimetumia neno walimwombea Petro kwa juhudi. Naam. Maombezi. Naam. Kikundi cha watu, ushirika wa watu unafanya maombezi kwa ajili ya mchungaji wao. Naam. Na kuna watu ambao hawaombei wachungaji wao, sababu wanasema after all he is a pastor, anaweza kujiombea. After all he is an evangelist, he can pray for himself. After all he is a prophet. Even the prophets, the shepherds of the church,
are also in need of our prayers, kwa sababu jinsi mtu anavyoinuliwa katika huduma ndivyo vita vyake pia vinavyoinuka, ndivyo adui anavyoinuka zaidi dhidi yake. That's the reason why we have an obligation to do communal prayers for our shepherds, Naam. our leaders of the church. That's why the church prayed for this servant of God, Peter. Na maandiko yanasema walimwombea kwa Mungu kwa bidii. Naam. Tunaitwa kufanya hivyo pia. Naomba tuendelee. Mstari wa 6. Naam. Hata wakati ule Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Naam. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Akatoka nje, akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Asante ndugu, ninaomba tuweze kusema jambo hapa. Naam. Kupitia maombezi ya kanisa, maombezi ya ushirika wa waumini. Naam. Maandiko matakatifu yanasema mwanga mkuu ulishuka gerezani. Naam. Malaika wa Bwana akashuka kule na akamwamsha Petro kwa Naam. kumpiga ubafuni. Naam. Na akamwambia ajifunge ukanda wake na kuvaa joho lake. Naam. Na kisha akamwambia nifuate. Tunajifunza nini? Katika maombezi Mungu anaweza akatuma malaika akatenda jambo katika maisha ya wale ambao tunawaombea. Naam. Kwa sababu tumeunganisha imani yetu, basi Mungu hakawii kujibu. Mungu hachelewi kabisa, anajibu kwa kutumana malaika. Na katika ulimwengu wa sasa tunaoishi, yawezekana Mungu akamwagiza mtu mahali akaweze kukufikia au kufikia yule anayeombewa na msaada fulani anaohitaji. Naam. Miaka 2 zilizopita niliamka mwendo wa saa 11 na niliamshwa na simu yangu. Nilisikia sauti kweli, nikajua kwamba kuna ujumbe umeingia katika rununu yangu. Nilipotazama kuna mtu aliyekuwa ametuma shilingi 7,600. 7,600. The truth of the matter is that I needed 2,800 urgently kufanya majukumu fulani. Niliamka nikampigia yule ndugu nikamuuliza, je, umekosea namba? Akaniambia hapana. Nimekoseshwa amani na Mungu naye mfanyia kazi. Amen. Na ameniagiza kwamba mtumishi wangu anahitaji msaada. Na nilipokutumia nimeweza kupata amani ndani ya moyo wangu. Naam. Nikakumbuka kwamba jana yake nilikuwa nimeshare na dada mmoja kwamba ina mahitaji, lakini mahitaji haya ninapeana kwa mwenye baraka zote. Naam. Naye akacheka tu, lakini inawezekana aliungana nami katika anga kwa maombi na maombezi. Naye Mungu akatuma mwanaume yule akawa baraka kwangu. Nawe inaweza ikakutendekea tu. Lakini muhimu zaidi ni kwamba tukumbukane. Tusiweze kukwepa maombi ya pamoja, maana yana nguvu. Sikiza kila ambacho kinafanyika. Malaika anapotoka na Petro gerezani, tunaambiwa kwamba wakapita lindo la kwanza na la pili, na walipofika mlango wa chuma ukawafungukia wenyewe. Mambo mawili tunayojifunza. Minyororo iliweza kuanguka, ili hali ilikuwa imefungwa. Ni nini ilifungua pingu hizo? Ufunguo wa maombezi ya kanisa. Naam. Ni nini lililofungua lile lango la chuma? Ufunguo wa maombi. No wonder somebody sang this song. Yes. Which I wish to share with our listeners today. Yes.
Prayer is the key, prayer is the king, prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Yes, it worked. The master key of the communal prayers, Yes. communion in prayer, Yes. opened the doors. It even released the chains. It unbound all the chains katika maisha ya Petro kule gerezani, na ikampitisha lindo la kwanza, la pili na la tatu, mlango wa chuma, na akatoka nje. Naam. Tumefika mstari wa 11. Tutazame yale ambayo yanafanyika pale. Hata Petro alipopata ufahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Naomba kurudia. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake Naam. na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Amina. Petro anatambua jambo hilo baada ya kutolewa mlango wa nje wa gereza. Wale mmejaliwa neema ya kufika katika magereza mbalimbali, mnajua jinsi milango imepangwa. Naam. Ametoka lango la kwanza, la pili na lango la tatu la chuma, ambalo maandiko imesema liliwafungukia lenyewe, kisha malaika akaondoka. Naam. Petro akatambua kwamba si maono tena, si ndoto tena. Hakuwa anachezewa sheri, ilikuwa reality. Akatambua, na ndio anakiri katika mstari wa 11 kwamba sasa nimetambua wazi wazi kwamba Mungu amempeleka malaika wake ili akaniokoe kutoka katika mikono ya nani? Ya Herode. Kuna maherode wengi tu ambao wanaandama watu wa Mungu, lakini watu hao wanaweza kuokoka, wanaweza wakaokolewa kupitia maombezi ya ushirika, maombezi ya kukubaliana. That's why tulianza na kuzungumza kwamba wawili wakikubaliana kwa jambo watakaliomba, Baba atawatendea. Naam. The Bible does not say that my Father may do it for them. No, it says that my Father will grant them their wish. Si yawezekana akatenda, Naam. atatenda kweli, kwa sababu amethibitisha, ametuhakikishia. Bora tusali kwa pamoja na kwa imani. Naam. Labda una jambo la kuongeza ndugu? La kuongezea ni kwamba maombi ndiyo chakula cha Mkristo, Naam. kulingana na hali zote kwenye Biblia ambazo tumejaribu kuzisoma. Maana ni nyingi, tutaendelea kila wakati kufafanua hapa na pale. Lakini maombi ndiyo chakula, maombi ndiyo ufunguo. Maana tunazungumzia kuhusu maombi na maombezi. Labda ndugu, utasemaje kuhusu hawa Wakristo wa Jumapili ama wa Jumamosi, alafu wanarudi nyumbani wanasema na sisi tunafanya maombi? Maana kuna watu wametenga siku fulani peke yake ndio za maombi, hizi zingine ni za mishe zao. Labda useme jambo hapa. Naomba utangaze mstari wa 12, labda itasaidia ndugu yetu, ndugu msikilizaji kuelewa. Mstari wa 12. Petro anafululiza mpaka mahali. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu, mamaye Yohane, ambaye jina lake la pili ni Marko. Na wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Kumbuka ndugu msikilizaji, kanisa lilikuwa limekutana kwa nyumba ya mshirika mmoja anaitwa Mariamu. Naam. Hatujatajiwa siku maalum ambayo walikutana kufanya maombi. Kweli kabisa. Au umesoma katika Biblia yako? No. Yes. Hakuna siku maalum. Maandiko yanasema kanisa liliomba kwa juhudi, kanisa liliomba kwa bidii. Inawezekana waliomba siku za wiki nzima, inawezekana waliomba siku 3, haijulikani hasa, lakini we should pray unceasingly as the Bible records. Yes. Ukiangalia Waefeso mlango wa 6 mstari wa 17 inasema salini daima katika roho. Salini daima. So prayer should be continuous. We should pray without ceasing. Yes. Without observing specific days that this is the day that I will pray, this day I will not. No. We are all called to pray unceasingly. Yes. Because that is what Jesus Christ
teaches Yeah. us. Yeah. Tuangalie mfano katika kitabu cha Mathayo tukimalizia, Naam. watu waweze kuelewa. Kumbuka tumepeana mfano tu wa maisha ya Petro na jinsi alivyokuwa gerezani, lakini Kristo mwenyewe akiwa Mungu na akiwa mwanadamu, Mungu because ako katika Utatu Mtakatifu. Naam. Katika mstari wa 41, Mlango. chapter 26 verse 41, Naam. Yesu alichukua mitume wake wakaenda mlimani kusali katika bustani la Getsemani. Maandiko yanasema aliwaacha Petro, Yohane na Yakobo mahali, akasonga mbele kidogo, lakini tunamuona akirudi katika mstari wa 41 na anauliza swali. Mstari wa 41. Anasema nini? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Naomba uanze mstari wa 40 tupate maana hasa ya ushirika. Akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Asante ndugu. Mambo mawili tunayojifunza. Naomba kumalizia. Naam. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Amina. Amen. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Yesu akiwa Mungu na akijua yote yaliyokuwa yanaenda kufanyika katika maisha yake, alichukua mitume because he needed a support company. Yeah. He went with his disciples. Yes. He really needed their intercession ili apokee nguvu ya kuweza kuikomboa dunia kwa kifo chake msalabani. Ndio maana anarudi anawapata wamelala na akalalamika kweli. Aliugua ndani ya roho, akauliza haingewezekana hata kusali pamoja nami angalau saa moja? Kisha akawatia moyo akasema, kesheni na kuomba ili msije mkaingia majaribuni. Kesheni na kuomba. Ndugu mtazamaji, wewe na mimi tunaitwa sawia na mitume wa Yesu kukesha na kuomba. Ina maana kwamba tusali daima. Katika sala tunaepushwa na majaribu mbalimbali katika maisha yetu. No. Tunaondolewa katika magereza mbalimbali. Yesu alikuwa katika gereza la huzuni, maana mateso yalikuwa yanakaribia. Ndio maana alihitaji watu. No. Let us stand by others in prayers. Amen. Nadhani nisingependa tuseme sana kwa sababu tuna muda wa kutosha, na mkiona nimetembea na jembe hili ni jembe, na mkiona nimeleta mtu kwenye channel hii ni mtu ambaye ana ufahamu wa neno la Mungu. Naam. Ili kusije kukatokea mazoea, watu wakanizoea kwenye channel hii. Lazima tulete watu mbalimbali, na hata wewe unaweza bonyeza pale chini ukatutafuta kwa msaada wa neno la Mungu ama kwa maombi, kwa sababu tunaitwa kutembea pamoja. Naam. Kwa hivyo ndugu yangu alipokuja nikasema ni vema na yeye arushe angalau neno la kweli kwa Wakristo wanaotafuta ukweli. Naam. Ili tuitembee safari ya kweli. Amen. Kumbuka msikilizaji wangu na mtazamaji, kwa maana hiyo you can have an office but you do not have the authority. Yes. Kwa hiyo we need one another in this world. You can have everything in this world but minus the word of God. You do not have And for that purpose ambayo inaelezwa na watumishi wa Mungu wa kweli, pamoja na madhaifu ambayo tuko nayo kama wanadamu, kuna watumishi wa kweli, watu waliojitolea kunena neno la Mungu katika kweli, bila kulipinda, bila kuliweka sarakasi nyingi. Na ndo maana hiyo sisi tukiwa mabalozi tunajitanisha na balozi, maana sisi ni mabalozi na uraia wetu Biblia imesema ni wa wapi? Ni mbinguni. Kwa hiyo tunajitanisha na Kristo, basi tutafute kumuiga nani? Kristo katika neno. Ndio maana nikamwalika ndugu yangu ili kama balozi wa Kristo na wewe ni balozi wa Kristo, ikiwa utamkubali Kristo na kutembea katika mifumo mizuri. Lakini sio vitu vya ajabu ajabu hivi. Nasikia mnasema mmekutana na Kristo. Wewe hujatubu, umekutana na Kristo, umekutana naye wapi wewe? Watu wasije wakadanganywa. Tukae katika misingi ya neno. And mostly I like talking about the word. Mambo ya dini baadaye, lakini neno litakuweka katika hiyo dini ambayo unasema uko nayo.
ili ukae vizuri na Kristo. Mwisho Yesu anasema hivi katika Yohane 8:32. Naam. Wataujua ukweli. Nao ukweli utawaweka huru. Ni katika Kabisa. neno ndio tunapata Ukweli. Na ukweli huo basi ukuweke wewe na mimi huru. Tulitafute neno basi. Kristo Yesu ndiye neno. Bwana akubariki sana hadi wakati mwingine. Ni mimi balozi wa Kristo pamoja na ndugu yangu ambaye ametutembelea, anaitwa Emmanuel, naitwa Benson. Sote tuko chini ya umbrella hii ya balozi wa Kristo. Huduma hii ya kufundisha neno ni muhimu sana. Pamoja na huduma zingine ambazo Bwana amewabariki watu mbalimbali za kujenga mwili wa Kristo. Kwa hivyo sisi tunapofundishana neno la Kristo tunapata raha, na ndio kitu ambacho Mungu ametubariki kufundisha neno. Kadri utakapoisoma Biblia yako ambayo nakuomba, tafuta hela kama una moja, uwe na Biblia, tafuta mchungaji ambaye anaelewa mambo ya kimungu akuelekeze vizuri ili usije ukaipotea njia kwa mambo ya kisasa. Hadi wakati mwingine niseme Mwenyezi Mungu awabariki sana na kuwalinda. Shalom.